He saw the challenges you are going through. Aliona matatizo ambayo unapitia. He saw the burdens you are carrying. Akaona mzigo ambao unapitia. And he knew that you cannot carry it alone. Na alijua kwamba hauwezi beba peke yako. So he came to carry it for you. Kwa hivyo alikuja kukubebea. So that you can receive mercy and grace. Kupokea neema na rehema. That is when the Bible says when they heard the news. Ndio sababu Biblia inasema waliposikia habari. He was traversing all over their villages. Kwa sababu alikuwa akitembea kote kote katika vijiji vyao. Preaching the good news. Akihubiri habari njema. The news of hope. Habari ya tumaini. The news of salvation. Habari ya wokovu. The news that can bring joy in your heart. Habari ambayo inaweza leta furaha katika maisha yako. The news that can give you joy in your life. Habari ambayo inaweza leta furaha katika maisha yako. Preaching the good news. Alikuwa akihubiri habari njema. Traversing in their villages. Akitembea katika vijiji vyao. Telling them the goodness of their God. Akiwaambia uzuri wa Mungu wao. How God cared for them. Traversing in their village. Alikuwa akitembea kote kote katika at the time that he was talking to them about the good news of Jesus, the good news of God. Wakati ambapo alikuwa akiwaambia habari njema za Bwana. At the same time he was healing their sicknesses. Wakati huo alikuwa akiponya magonjwa yao. And when they brought their lame people, na walipoleta viwete wao, he raised them. Aliwainua. When they brought their dead, walipoleta viziwi wao, he healed them. Aliwaponya. The HIV people, let me say, at that time they came to him. Walipoleta wale wenye wako na virusi vya ukimwi wa wakati huo, virusi vya ukimwi vya wakati huo, and he healed them. Walipoleta wale waliokuwa na wamepooza, aliwaponya. At that time when you had a leprosy, wakati huo ulipokuwa umepooza, you are separated from the family. Ungetengwa na familia. You are rated from the family. Kwa hivyo ungetengwa na familia. Nobody could greet you. Hakuna mtu angekusalimia. Nobody could associate with you. Hakuna mtu angetamani kushirikiana nawe. Nobody could invite you in her or his home. Hakuna mtu angekualika katika nyumba yake. Nobody want you to walk with their children. Hakuna mtu angetaka utembee na wanao. You are separated from outside there. Ungetengwa kule nje. You are left alone. Ungewachwa peke yako. Alone. Peke yako. And nobody could be there to help you. Na hakuna mtu angelikuweko kusaidia. The people with the leprosy listen to the good news of Jesus. Wakati watu waliokuwa wamepooza waliposikia habari njema, they also came. Pia walikuja. Because they have found somebody who can give them hope. Kwa sababu walipata mtu aliyeweza. When the world has abandoned them, wakati ambapo ulimwengu ulikuwa umewateka, they have found somebody who can embrace them. Sasa walikuwa wamepata mtu anayeweza kuwakumbatia. The Bible says they also came. Biblia inasema kwamba pia walikuja. And when they came, he also healed them. Na walipokuja naye aliwaponya. He healed them also. Aliwaponya pia. And he sanctified, cleansed them. Na akawaponya, akawaosha. And leprosy left them. Na ukoma ukaondoka. And they went home celebrating. Na wakaenda nyumbani wakisherehekea. They went home glorifying God. Wakaenda nyumbani wakimtukuza Bwana. Singing the presence of Jehovah. Wakiimba ukuu wa Yehova. Because God has fought their battle. Kwa sababu Mungu ameshinda vita vyao. God has protected their life. Mungu ameweza kulinda maisha yao. When you read in the book of Isaiah 49. Ukisoma katika kitabu cha Isaiah 43. Isaiah 49 verse 13, if you can raise it. Kama unaweza kuinua strings, I will be very happy. Isaiah 49 13. If you are there, somebody you can read with us very quickly. Kama uko pale mtu unaweza soma pamoja nasi kwa uharaka. Isaiah was talking to the people of Israel, the Jew people. Isaiah alikuwa akiongea na wana wa Israeli, wana wa Kiyahudi. At that time, kwa wakati huo, they were in slavery. Walikuwa katika utumwa. Are you there? Je, uko pale? They were in slavery in Babylon. Walikuwa katika utumwa kule Babeli. They have been taken slaves. Walikuwa wamechukuliwa umateka in Babylon. Kule Babeli. And at that time they were crying. Na wakati huo walikuwa wakilia. Asking themselves,
watu wake, naye atakuwa na huruma kwa watu wake walioumizwa. watu wake walioumizwa. Continue. Lakini Sauli alisema, Israelites said, Israeli akasema, Bwana ameniacha. God has forgotten me, has forsaken me. Bwana ameniacha, Bwana amenisahau. Je, mama anaweza kumsahau mtoto aliye? I want you to stand there a bit. nataka ukome pale. Speaking to your heart today. Ninanenea moyo wako leo, You who are saying in your life, wewe ambaye unasema katika maisha I yako, have suffered much. nimeteseka sana, I have suffered a lot. nimeteseka sana, And I am in the church every day. na niko kanisani kila siku. Where is my God? Mungu wangu yuko wapi? Where is my helper? Msaada wangu uko wapi? Where is my defender? Yule mtetezi wangu yu wapi? You are crying because of the situation you are going through. Unalia kwa sababu ya hali unayopitia. Maybe there is no food at home. Pengine hakuna chakula nyumbani. Maybe there is no peace in your marriage. Pengine hakuna amani katika ndoa yako. Maybe there is nothing in your family. Pengine hakuna kitu katika familia You are a yako. widow and you don't have even somewhere to put your head. Wewe ni mjane na pengine hauna hata mahali pa kuweka kichwa chako. Everybody has abandoned you. Na kila mtu amekuacha. And you are crying. Na unalia. Who will help me? Ni nani atakayenisaidia? The doctors has broke your heart. Na pengine daktari amevunja moyo Because wako. they have told you for your diseases has no cure. Kwa sababu wamekuambia kwa magonjwa yako hayana tiba. And you don't know where to go. Where can I run? Na haujui pa kuendea, haujui ukimbilie I want to wapi. speak to your heart today. Ninataka kunena na moyo wako When leo. the Israel were in slavery, Wakati ambao Waisraeli waliokuwa and utumwani they don't have somebody to help them. na hawakuwa na yeyote wa kuwasaidia. Now Isaiah came with the message of celebration. Na sasa Isaya akaja na ujumbe wa Isaiah kusherehekea. came with the message of hope. Isaya akaja na ujumbe wa tumaini. Isaiah came with the message of encouragement. Isaya akaja na ujumbe wa And he was kutia telling moyo. them, celebrate. Na akiwaambia sherekeni. Come and rejoice. Simameni na But mkasherekee. they asked Isaiah, Lakini wakauliza Isaya, how can we celebrate? tutasherekea vipi? We celebrate for what? Tunasherekea kwa sababu We gani? are in slavery. Ili hali tuko katika Our utumwa. children are in slavery. Watoto wetu wako Our utumwani. wives are in slavery. Wake wetu wako utumwani. Waking up early in the morning Tunaamuka asubuhi to work for other people. kufanyia watu We kazi. cannot decide our life. Hatuwezi amua maisha How can you yetu. tell us to celebrate? Unawezaje kutuambia How can you tusherekee? tell us to rejoice? Unawezaje kutuambia Where is the tufurahie? God of our forefathers? Yuko wapi Mungu wa mababu He zetu? has abandoned us. Ametuacha. He has left us alone. Ametuacha peke They were yetu. telling Isaiah Wakamwambia Isaya, because of the what they are passing through, kwa sababu ya yale waliokuwa because of the situation of their life. sababu ya hali ya maisha yao. May the Lord bless the people. Bwana asifiwe watu Now wa Bwana. Isaiah talked to them. Isaya akawanenea In verse 14. katika mstari ya 14. You can read with us if you are there, please. Unaweza soma pamoja nasi kama uko pale tafadhali. Lakini Sayuni alisema, Bwana ameniacha, Bwana amenisahau. Bwana ameniacha. God has left me. Bwana ameniacha. God has forgotten me. Bwana amenisahau. And they began to look help elsewhere. Na wakaanza kuangalia kutafuta msaada kwingine. Some began to run to the witch doctors. Wakaanza kukimbilia wale waganga. Some they ran to the people and sold them
ameniacha, Bwana amenisahau. You can repeat it again. Lakini Sayuni alisema, Bwana ameniacha, Bwana amenisahau.